Haleluya, Mungu akubariki sana. Roho Mtakatifu tunakualika tufundishe neno lako katika jina la Yesu. Amen. Leo tunaangalia kitabu cha Waebrania na Yakobo. Kitabu cha Waebrania kiliandikwa, mwandishi wake hajajulikana bado, lakini kiliandikwa kwa habari ya Wakristo waliokuwa Wayahudi waliokuwa wanataka kurudi kwenye Uyahudi na kuacha Ukristo kwa sababu ya mateso waliokuwa wanapata kipindi hicho. Lakini kikaelezea juu ya ukuu wa Yesu Kristo. Na jinsi ambavyo zamani makuhani walikuwa wakitoa dhabihu mara moja kwa mwaka kwa ajili ya dhambi zao na dhambi za watu. Lakini Yesu Kristo alijitoa yeye mwenyewe mara moja tu, yeye akawa dhabihu. Ambapo alipojitoa hiyo mara moja ilikuwa ni kwa ajili ya dhambi za watu wote watakaomwamini. Kwa hiyo ina maana Mungu mwenyewe alitoa ahadi huko nyuma kwamba atafanya agano jipya na watu, kwa sababu lile agano la kwanza liliwashinda kulishika. Kwa Mungu akaahidi, na ndio maana hata tunaona katika Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila muumini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo ndio hapa Yesu sasa amekwisha kuja, amekwisha kufa kwa ajili yetu. Sura 11 inaelezea juu ya imani, ikiwataja wale watu waliosimama na imani, akiwepo Ibrahim baba yetu wa imani pamoja na mke wake Sara. Kitabu cha Waebrania mwandishi pia anasisitiza kwamba ikiwa tumezungukwa na wimbi kubwa la mashahidi namna hii, basi tuweke kando kila mzigo mzito na ile dhambi ituzungukayo kwa upesi, ituzingayo kwa upesi. Akisisitiza pia kuhusu upendano, akisema kwamba wengine walikaribisha malaika bila kujua. Kitabu cha Yakobo anawaandikia Wakristo akiwaambia kwamba wawe na imani na wawe wanaomba bila kuwa na mashaka, ndipo maombi yao yatakaposikiwa. Anaambia pia kuhusu ulimi. Anaambia kwamba ulimi ni kiungo kidogo lakini kina madhara makubwa sana. Akisema kwamba vitu vingi vinafugika lakini ulimi haufugiki. Kwa hiyo ulimi unaweza kukuingiza kwenye matatizo makubwa sana. Uchunge ulimi wako. Yaani maana kwamba usiongee maneno ambayo yatakuletea shida baadaye. Kitu kingine pia alisema kwamba wasionyeshe upendeleo kwa matajiri wanapokwenda pale katika masinagogi yao. Wasimwambie yule tajiri walimwona amevaa vizuri, njoo kae hii sehemu nzuri, alafu ile maskini wamwambie labda kaa pale chini. Hapana, hiyo haitakiwi. Alafu pia akasisitiza kwamba imani bila matendo imekufa. Akasema kwamba imani bila matendo imekufa. Kwa hiyo imani inatakiwa iambatane na matendo. Anasema muwe watendaji wa neno, sio wasikiaji tu mkijidanganya wenyewe. Pia anawaisi Wakristo kuwa wavumilivu, mfano wa mkulima apandapo mazao yake na kusubiri mavuno kwa uvumilivu.